Mfano kuna nyumba sasa hivi kuna uchawi mpya ambao wanautumia sana. Kuna nyumba unaweza watu wengi kesi ambazo napambana nazo sana. Mfano hawa panya. Sawa. Panya wanawatumia sana usiku. Sawa. Na katika kuwatumia kwa usiku kuna vitu ambavyo waga vinatembea. Unaweza ukakapa panya unaweka mtego. Sawa. Lakini unaweka mtego na shangaa yule panya anakwepa kama binadamu. Panya wale wana kawaida kwenda kwenye makaburi. Wanachukua michanga ya kaburi. Sawa. Wakishachukua ile michanga ya kaburi wanatupia juu ya paa. Unaona vitu usiku kama mchanga vile au kama vile mtu karusha jiwe. Unashangaa hili jiwe hapa limetoka wapi? Huu mchanga umetoka wapi? Unatoka zako nje unaangalia kule mchanga juu ya bati huoni. Ukikaa unaona umekaa hivi sebuleni unaangalia TV unaona kitu kama kimvuli kimepita. Sasa kuna vitu mauzauza. Sasa mauzauza kama hayo leo hii utatoka hapa utakwenda Muhimbili. Utamwambia eti mimi nimeona kimvuli nimeona nini watakuelewa. Sasa wewe kinakutokea utakwenda wapi? Sehemu zake lazima ufike kwenye sehemu za asili. Kwa hiyo watu wengi huwa tunapingana nao katika mambo kama hayo bana, haya mambo sio hizo ni changamoto nazo. Sawa. Alafu kuna kitu kingine ambacho nilipenda sana pia nikizungumzie. Watu wanalalamika kwa nini sisi tunaitwa madokta. Sijui umenielewa. Sisi tumesomea, tumetoka mbali, kwa nini hawa watu wasiitwa waganga wa kienyeji? Sawa. Sasa sisi tunalalamikiwa kutumia majina ya madokta kwa sababu sisi wote ni wauguzi. Mfano wewe leo hii uje kusikia pale Muhimbili kuna mganga mkuu. Wale wanatunguli. Wale wanatunguli, kwa nini wanatumia majina yetu ya mganga? Sasa unajua watu wanashindwa kutofautishiana hivi vitu. Hile ni moja tu ya nature. Kuitwa mganga, kuitwa dokta, wote ni kitu neno ni ile tafasiri tu ni ile moja. Dokta wenzetu wameita Kizungu. Sawa. Mganga ni Kiswahili, Kiafrika ndio majina yetu toka zamani. Sawa. Sasa mimi nikiitwa vile ni watu tu ile kifupi chake tu kutaka kutamka. Leo hii Muhimbili ukienda wapi watu wanaitwa kuna kaunane na mganga mkuu. Sasa ukiuliza mle ukiingia mle huwezi kumuona wewe mganga mkuu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuepo. Haya tunataka mafuta haya yachemke. Tuangalie cha kupepelea mara moja. Sawa. Ngoja tuangalie kitu cha kupepea hapa, mafuta yachemke haraka. Bwana. Mtu anaogeshwa mafuta ya moto na ungui, anatolewa mikosi, anatolewa majini. Mafuta ya moto ujue. Bwana. Mimi nasubiri tu dokta hapa nione ambavyo mtu ataoga kweli mafuta ya moto hapa. Tumtoe mtu mikosi. Tunapepea hapa ili moto uwe vizuri kidogo, mafuta yachemke. Haya ya moto yanakwenda kabisa moja kwa moja mwilini. Yaani kama kuna kuwa vitu vile vinatembea vinachoma mwilini, miguu labda inakufa ganzi, yani mtu anapolala usiku anakuwa anapata na mshtuko. Kwa hiyo yale yanakwenda vinachomwa vile vitu vya kichawi. Kwa hiyo unakuwa sasa uko salama. Kwa hiyo hii ni silaha yangu ya mwisho. Baada yani nishahangaika sana na mtu kashahangaika mambo yashakuwa magumu. Sasa ndio inapigwa sasa silaha hii. Na hii ina prosesi nyingi. Hii ndio tunaipiga tukishortcut kutokana na muda. Lakini ina mambo mengi na ina prosesi nyingi na ina vitu vingi sana katika kitaalamu. Ila hii pia watu watapata kufaidika kwa elimu kadhaa. Sasa vitu kama hivi lazima wazungu watuonee choyo. Lazima watuonee choyo kwa sababu ni vitu ambavyo haviwezekaniki. Kwa sababu hivi sio hapa tu, hata kama mfano unakaanga chips. Si wengi wanatumia ile michoteo ile. Lakini una uwezo mimi kaja nikakuchanja. Sawa? Nikakupaka hii baada ya muda kadhaa ukawa unauzulia. Wewe chips zile ukawa utoi na ile ile mkono ule mchomeo. Wewe ukawa unatumia tu mkono wako. Dokta ngoja bwana. Si upo? Niletee muuza chipsi mmoja wapo, nimfanyie interview yangu hapa. Sawa? Alafu yeye ndo atakuwa mfano kwa wengine. Unajua mimi siku zote waga nakwambia kitu kimoja. Mimi waga sipendagi sana kuongea maneno mengi. Mimi nafanyaga vitendo. Na vitendo ndio vinanisababisha mimi niwepo paka leo hii. Sio unanifahamu. Kwa hiyo ni moja ya shughuli zangu. Kwa hiyo mimi wewe unachokitaka, wewe naambia bwana nataka hivi. Sio umenielewa. Basi jambo linakuwa dokta, yani mtu anachota chipsi kwenye mafuta ya moto bila kuungua. Ila sio maji. Hii haiendani na maji. Ukiweka kwenye mkono kwenye hii na maji lazima uungue. Hii inataka mafuta, oil ile. Yani yale kile kitu chenyewe
cha moto tuku. Ndio maana hapa sasa sitaki kuweka hapa ikiwa baridi, nataka kitu kiwe cha moto. Na utanipa kijana wako mmoja atakaa hapa. Atakaa hapa tutamuonyesha. Piga mapigo kabisa huyo kijana naona yale yenyewe hasa. Bwana, sisi tunaendelea kupepea moto ili mafuta yetu yachemke, tuone kabisa namna ambavyo weka sawa. Ili ukitaka kujua hii shughuli yake pevu, mimi nikishachofia na wewe chofia. Alafu shuhudia sasa nani atakaye mkono wake utakayebaki hapa. Alafu ndio utajua kwamba kinachofanyika hapa ni nini. Bwana, tunapepea moto mafuta yetu yachemke vizuri ili tunapoanza